Punge power. Punge power. Nataka kumwambia Mheshimiwa Said Chanda, na kwa hakika sisi kama watu kutoka eneo la Nyaribari Church, mimi natoka sehemu inaitwa Kisii Central Ward, iko ndani ya Nyaribari Church. Nataka kukuhakikishia hivi mbunge, wewe sisi ndio tulichagua wewe kama watu kutoka Nyaribari Church, au kujipigia kura. Leo hii ndio umetutumia mtu ya kwako, sura yako iko hapa, na hatuna ubaguzi nayo, na tumeipea wakati hadi imesoma ile maneno yenye mtu ambaye anaitwa mwenye anaitwa manager wa ofisi yako, yeye ndiye anasoma hayo maneno. Kwa hivyo ni kama hata manager hajijui, wajielewi kazi yake. Kwa hivyo nyinyi ndio mko kazi, na sisi hatuna vita na nyinyi, lakini ni ile tunataka kuambia watu wa Nyaribari Church, na sisi pia mutafute na tujue kwa uhakika. Kama manager hajijui, mpaka mtu ya Said Chanda amekuja hapa kutuambia maneno ya pasari, huyo manager ndiye angechukua hiyo maneno kwa radio, kwa kila radio, aende kwa television kama Getembe iko, tuko na Kiss FM, tuko na Egesa, aambie watu wote wa Nyaribari Church mahali wataenda. So leo hii umekuja hapa kwa sababu hii ni ya free. Umekuja hapa kuambia watu wa Nyaribari Church, watajua aje wote eti kuna pesa zinapewa mahali, na wenye wako hawana pesa, wenye wana social media watajua aje tumewaambia. So nataka kukuambia hivi, kama mheshimiwa amekutuma, nenda na umwambie hivi, mheshimiwa, sisi tunataka kukuchukua katika vyombo vya habari na tutangaza hadharani. Unajua wananchi wanalia, wenye waliuza kondoo, wenye waliuza kuku, wenye wakauza mbuzi, wale wamama wenye waliuza, tutawaleta hivi karibuni kwa mtandao uangalie na uwajue. Kwa uhakika before tuwachukue huko, mheshimiwa toka alias mapema, kwa sababu yeye ni mbunge, na kuna vitu vichache ambao chairman amezungumza leo hivi akisema eti umewapea 300. Hizi 300,000 zenye umewapea ni saa kuliza watu wa Nyaribari Church uongezee kwa basari, ama ni saa vita kufanya wananchi wawawe kwa vitu ambapo havifai? Sisi zetu ni kuongea yale masilahi ambao mwananchi wa constituency yetu ya Nyaribari Church anaopitia. Wewe kama mbunge wetu, tunajua kunazo zile posts katika serikali kuu unapatanga kwa vitengo vyote. Nikiangalia kutoka serikali ya chini, nianzie kama prison, Mheshimiwa Said Chanda, mimi najua huko kama prison kuna yale manafasi ambao unapewa kama mbunge, iwe moja unapewa. Nikikuja Kenya Police vile vile unapewa. Hata nikikuja yule mtu ambaye anafagia katika kotini, kama mbunge unastahili upewe nafasi huko. So kuliko watu wetu tuanze kufikiria inji za nje Katari na inji zingine. Eli mbunge, wewe mbunge wetu wewe najua huko karibu Chikoni mahali Mheshimiwa Ruto maneno anatengenezea. Wewe mwambie akupe nafasi za kotini, hata kufagia kotini. Watu wako wanazafagia kule kotini. Watu wako wanazafagia hata Kisii level 5. Wewe unastahili upewe kwa sababu iko katika bunge lako. So usianze kusema Katari ndio kuna maisha. Hata Kenya kunako maisha, ni ile sisi hatujipanga vizuri hivi. Leo tunakuambia mheshimiwa, njoo usaidie watu wako, wachukue wengine wakue wakue hata jeshi, wengine wakue wanajeshi, walinde Kenya, wengine wawe maaskari hata wa airport. Airport ni ngapi tuko nazo Kenya? So pia wananchi tunajua kazi ni mingi. Ni ile hatuna mtu wa kutuombea kazi. Kwa hivyo tunakuomba wewe mheshimiwa Said Chanda, wewe ndio umepewa hiyo nafasi ya kututafutia sisi kazi. Nenda hata airport, omba kazi. Tunaenda huko tufagie. Vijana wanaweza jitoa waende huko wafanye kazi. So nikiomba hivi kama deputy speaker, na nikisema hivi mheshimiwa Said Chanda, usione eti tumekuonea sana. Hatujakuonea. Ni ile tunahitaji ufanye maendeleo kwa haki na ukweli. Leo hii wenye wanashiba, wenye wanapewa mchere, ni sawa, wacha wapewe, pia ni chakula, lakini si Nyaribari wote wanapokea, kwa sababu letangi usiku. Watu wanalend katika Nyaribari Church ni wengi. Tuko na babasi hapa wanakula hiyo mjere ni wengi. Tuko na Bagetutu wanakula mjere hapa ni wengi. So wote wanakula ni sawa, na hivyo ni vizuri kuuliza Wakenya.
Ajamanize tunaliza watu Wanyaribari chache. Lakini Wanyaribari chache ikiwa basi tunaenda kuwapea 5,000 ama 10,000, hizo 1,300 ulipea hao vijana, enda upadilize uongezee kila Mnyaribari chache. Ikiwa wanapewa 15,000 itakuwa ni vizuri kuliko tuanze kusikia eti vijana Wanyaribari chache wenye wanaenda kusoma leo hii eti amepewa 3,000, leo hii amepewa 5,000. Na manager akuwe wazi, atoka akitangaza maneno kwa vyombo vya habari, atangaze ili watu wajue kuna pesa zinaenda kupewa, kuliko tunakuja kuambiliwa hapa na kijana mmoja mwenye ameondoka. So nawashukuru sana kwa wale ambao wamekuja hapa kwa kusikiliza haya maneno, na wapo hongera. Tuendelee kushirikiana hivyo na tushirikiane zaidi, na si leo, tutaendelea hadi milele, hadi Mungu arudishe ufalme. Na hivi karibuni nikiwa hata MCA nikija kuomba hapa, bwana msiniwache. Hii maneno hii nitakuja tu. Hii mimi sasa ndio nitajileta. Na mimi nakuja na sikuji kwa vita, bali nakuja kwa urafiki na kwa upendo. Na kwa uhakika nikiwa the area MCS, lazima tutalinda mji wetu wa Kisii Town na tutalindana sisi wenyewe. Kwa sababu hiyo ndio upendo. Wacha Bwana wabariki na utukufu wa Bwana uonekane. Asanteni sana. Ongea kama Katari.